fresh. Bwana Yesu asifiwe. Basi kukawa na jamaa akaanza safari. Walipoanza safari, nyayo zake akawa anaziona. Akaenda mahali, akafikia mahali nyayo zikabaki za mtu mmoja. Walianza safari na Yesu Kristo, kukawa kuna nyayo za watu wawili. Wakaenda wakafika njiani, zikabaki nyayo za mtu mmoja. Wakaenda tena, zikaonekana tena nyayo za watu wawili. Kwa hivyo huyu bwana akauliza, kwa nini tulipoanza ninaona nyayo za watu wawili, tulipofika katikati ya njia zikabaki nyayo za mtu mmoja, na tena hapa tena naona tulipokuwa tumemalizia nyayo za watu wawili? Akaambiwa na Yesu Kristo, sikiza, tulipoanza safari ulikuwa bado tulianza watu wawili, wakati kabla hujanijua. Uliponijua mimi nikakubeba. Nilipokubeba, nilipokuchukua kifuani mwangu, mgongoni mwangu, haungeweza kuonekana. Ndio hapo unaona kwamba nyayo za mtu mmoja ni zangu mimi Yesu Kristo, maana wakati huo mimi nilikubeba. Nikakubeba, badala mimi nione kwamba wewe umekuwa mzigo, wewe ukaona ni mzigo mimi kukubeba. Ukaachana na mambo yangu. Uliporudi nyuma, nikakuacha ukaanza kujishughulikia mwenyewe. Ndio hiyo unaona tena mwisho ulimaliza, wewe ndio unatembea tena, unaona nyayo za watu wangapi? Wawili. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomtegemea Kristo, tunapomtumainia Kristo, basi Kristo anatubeba, Kristo anatushughulikia katika kila jambo. Lakini tunapoenda tukianza kurudi nyuma, basi Kristo anakuacha uanze kujishughulikia mwenyewe. Anaanza kuacha uanze kushughulikia familia yako mwenyewe. Anaanza kuacha uanze kujipigania mwenyewe. Na hauwezi kutoboa. Tunapata msaada na ushindi kwa sababu tunafichwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuku anapokuwa na vifaranga vyake anafinika, lakini kifaranga yule anakuwa kimbelembele, anajitoa chini ya mbavu za mamake, anaanza kucheza huko nje, atadona na moyo mara moja. Piu. Mamake akiparuka, sasa makosa ni hapo. Bwana